kwa jina la Yesu. Kuna watu anakuwa na magonjwa na matatizo, alafu kwa sababu ya ule usumbufu, mara magonjwa, mara matatizo, anaanza kusema maisha hayana maana jamani. Afadhali kufa kuliko kuishi. Nikwambie mimi nilikufa. Mimi niliwahi kufa. Kwa taarifa yako. Mwaka 2003 nilikufa. Maneno kama haya tuko kanisani. Unajua kanisa la lokole wajuaji sana. Kanisa linakuwa lina watu kama 500 hivi. Yaani kanisa kama hujajua church management, ni afadhali usiombe kanisa likakuwa. Utapata headache za kufa mtu. Yaani kama hujaweka vizuri kanisa likiwa kubwa utakoma. Kwa sababu Yesu anasema hivi, anawaambia wanafunzi wake, nimewachagua nyinyi 12 na mmoja wenu ni shetani. Hajasema mmoja wenu amepagawa shetani, anasema mmoja wenu ni shetani. Kwa hiyo Yesu anasema mitume 12 moja ni shetani. Mitume 24 2 mashetani. 36 mashetani 3. 48 mashetani 4. Unaendelea 60 mashetani 5. Kama una watu 5000 mashetani mengi hivi ndani ya kanisa yani. Sasa na hiyo watu 12 shetani moja ni kwa viwango vya Yesu. Kwa viwango vyetu naweza kuwa nusu. 12 wanafunzi 6 mashetani. Yako yanaangalia tu sadaka leo ni shilingi ngapi. Aza mimi bwana nikachoka sana. Matatizo mengi hayaishi yani, watu wenyewe wako 500 tu. Tukiwa kwenye kikao na wazee wa kanisa, nimechoka. Mimi jamani nilikuwa mgonjwa kule, na Yesu ameniponya, afu mnaongea maneno mengi. Nikafumba macho nikasema, Bwana Yesu, mimi afadhali nife niingie mbinguni. Nimechoka na haya maneno haya. Nilikoma tangu siku hiyo. Mimi nilikuwa kama wewe wa kusema tu, heri kupumzika. Heri ukisema Mungu anasikia. Unaweza kujibiwa with immediate effects. Nikasema mimi bwana ni afadhali kufa bwana. Watu hawaelewi, mimi najitoa kwa ajili yao na waombea, nafunga na kuomba, mtu anafanya mimi bwana nimechoka, afadhali kufa. Nimetoka naendesha pickup kutoka pale Ubungo na teremka kwenye mataa pale ya TANESCO pale. Ndani kuna daktari mmoja na kuna sekretari wangu alikuwa anaitwa Salome. Naendesha. Nimefika pale nawaza sana, bwana afadhali kufa bwana. Mambo nimefika kwenye taa pale, traffic pale ni nyekundu, nasubiri ziwe za kijani niondoke. Nimekaa kwenye nani hivi, nikashangaa mimi huyu naanza kutoka ndani ya mwili. Nikatoka nusu, yani unavojiona wewe hivi kuna wewe ndani yako. Yani huyu sio wewe. Ndani yako yuko ndio wewe, lakini anafanana sana na wewe. Kama unavoona chupa ya maji ukiiwekea maji huwa yanafuata umbo la chupa, ndivyo mtu wako wa ndani anaofuata umbo la ndani yako ulivyo. Ndani yako yuko wewe. Ndio maana unasema hivi, kichwa changu kinauma. Kwani wewe ni nani paka kichwa chako kiume? Wewe sio kichwa. Moyo wangu unaniuma. Moyo wako wewe, lakini wewe ni nani? Unasema elimu yangu nilipata kwa shida. Elimu yako, kwani wewe ni nani? Unasema nafsi yangu inaniuma sana. Nafsi yako, hivi wewe nani? Mtu sio moyo, mtu sio akili. Mtu ni roho, inakaa ndani ya nyumba, na nyumba inaitwa mwili. Mtu anaweza kuwa nje ya mwili, watu wanasema amefariki. Akirudi ndani ya mwili, wamesema amefufuka. Sasa nikajiona natoka ndani kwenye steering, natoka ndani ya mwili, nimetoka nusu. Nikapiga kelele kwa Yesu. Nikarudi tip. Nikasema anataka kufa. Lakini wale dokta yuko hapa, sekretari yangu yuko nyuma, hawajui kilichotokea. Wananiona napumua tu. Nini? Nikaanza kuomba, Bwana Yesu, ninafuta yale maneno niliyosema pale kanisani. Sitaki kufa kwa jina la Yesu. Nafuta niliposema tu hivyo nafuta, nikachomoka moja kwa moja. Nikajikuta niko nje. Yaani nimesimama hapa nje ya barabara, alafu kuna mtu akanishika mkono. Akaniambia twende zetu. Mzuri mweupe, anafanana na mimi yani. Mimi ni mfupi kama yeye alivyo ndivyo nilivyo mimi. Na mimi ni mweupe. Nikamuuliza, na hapo kwenye gari nani yule aliyelala kwenye steering?
Akaniambia hiyo ni nyumba yako. Mbona mimi niko hapa? Akasema hiyo ndio nyumba, ndio watu wako hivyo sasa. Yani na akili yangu ninayo na ufahamu wangu ninayo. Niko kama ni hivyo hivi, yani na akili yangu. Nikamwambia jamaa, bwana kumbuka sasa huyo jamaa nilipotoka ndani ya mwili, ili mwili limelala kwenye steering namna hii. Halafu ikaonyesha green ya kwenda. Dokta huyu sasa anasema, "Twende." Nimelala. Dokta akafungua mlango huku, akabeba huo mwili akaweka pembeni. Mimi nawaangalia tu. Yani nashangaa kweli. Anabeba nini? Halafu ni nani huyo anafanana kama mimi, yani kama mimi kabisa. Ni nani huyo? Akabeba dokta, akalaza kiti chake, akaanza kushindilia kwenye kifua. Anashindilia kwenye kifua, anashindilia, anapuliza swing, anashindilia. Halafu namsikia anasema, anamwambia sekretari wangu, amekufa. Mimi nashangaa kweli. Amekufa nani? Namuuliza huyu bwana niliye naye. Anasema amekufa nani? Huyu bwana anacheka tu, anasema ndio wanasemaga hivyo. Akaniambia kifo si kitu isipokuwa ni utengano. Roho na mwili ukitengana wanasema wanatumia jina umekufa. Mimi nashangaa kweli. Halafu huyu daktari akasema tupeleke mochwari. Wakaendesha kituo kutoka Ubungo, kuna petrol station pale. Wanakwenda mochwari. Halafu sekretari yangu akasema, "Bwana tusipeleke mochwari bila mke wake. Tumrudishe nyumbani kwa mke wake." Wakati yeye nakaa Msewe. Mimi nawaona wakageuza gari. Halafu sasa mimi niko kwenye ulimwengu wa rohoni, ni mtu kabisa. Wanaendesha gari wakikimbia sana, mimi nikipiga hatua moja hivi niko nao. Yani ajabu kweli. Yani alafu mimi nikipiga hatua moja hivi niko nao yani hapa. Kwenye ulimwengu wa roho, mtu aliye Mwanza akinong'ona unamsikia. Kama wote mko kwenye ulimwengu wa roho. Yani kama wewe ni roho na yeye ni roho, mwenzako yuko Norway na wewe uko Rwanda, akisema hai, mnasema na wewe hai. Hakuna umbali. Ndio maana neno ni upanga wa roho, ambalo kilituma huwa linaweza kusafiri hata rohoni linasafiri, linaponya mtu aliye mbali, kwa sababu ni upanga wa roho. Sasa wakapiga kona wao, wakaenda mpaka nyumbani. Na nawaona hivi. Wafika pale nyumbani, nashangaa. Namuuliza huyu malaika, "Sasa wale wanahangaikia nini?" Ananiambia ndio hivyo. Alikuwepo kijana mmoja mwinjilisti anaitwa Joshua na mke wangu, wanashusha mwili kwenye gari. Na dokta na sekretari wangu wanaenda kuweka chumbani kwangu. Wanamwambia sasa mke wangu amekufa. Halafu huyu malaika akaniambia twende zetu. Halafu nilipotoka ndani ya mwili najisikia sijawahi kuoa, sina mtoto, sina kitu, ni mimi tu. Ndio nikaelewa kumbe ndio maana mbinguni ni pazuri. Kwa sababu mbinguni pasingekuwa pazuri, kwamba kama ungejisikia umeoa, una mke, una watoto, halafu umeenda mbinguni, watoto wako jehanamu, ingekuuma na mbinguni haina maana yoyote. Ukienda mbinguni haujisikii una mke, wala una mtoto, wala una baba. Unajisikia tu baba yako ni Mungu. Yani unajisikia kwamba uliwahi kuwa mbinguni zamani, ukatumwa kuja duniani, sasa umerudi sasa. Yani kabisa unajisikia niliwahi kuwa hapa jamani. Na unaanza kuwaona jamaa ambao unakumbuka mlikuaga wote. Bwana I see wewe ulikuja lini? Mimi ni kabisa, hakika kabisa. Ndio maana Mungu anaitwa Baba wa roho zetu. Huyo jamaa akaniambia twende. Akanishika mkono, tukaanza kwenda tukaenda mpaka juu. Mimi naangalia sio naota, naangalia na chini. Naona kabisa chini majengo, petrol station hiyo, tunatoweka. Alafu nina raha ya ajabu. Nasikia raha yani mbinguni kabisa bwana. I see nimefanikiwa. Nimefanikiwa. Mbingu ikafunguka pale. Ilipofunguka nikakuta watu wengi wana mavazi meupe. Wanaabudu.
Hawa watu wanavyoabudu wako hivi, yani wakiabudu, yani wanakwenda wote kwa pamoja, mtakatifu mtakatifu, holy is the Lord, holy is the Lord. Wanakwenda wote kwa pamoja kama wamepimwa na kamba, alafu wanarudi kwa pamoja. Hakuna anayewahi wala hakuna anayechelewa. Hakuna mwembamba kuliko mwenzake wala hakuna mnene wala hakuna mrefu kuliko mwenzake. Wanaabudu. Nikamwambia yule bwana naungana nao. Akaniambia ukiungana nao hurudi ulikotoka. Nikamwambia huko sirudi. Akaniambia una watoto, una familia. Nikasema sina watoto, sina mke. Yani unajisikia kabisa hivyo kabisa, yani ni wewe. Mwanadamu ni roho. Usije ukamwacha kumtumikia Mungu kwa sababu ya mambo ya mwilini. Wewe sio mwili, songa mbele, piga hatua. Wewe ni mtu wa mbinguni, haleluya. Yani jambo hili hakika ni kweli na hakika. Nilipofika kule nikapelekwa mahali. Kwenye kiti cha enzi pale sikuona mtu mwenye kiti, sikuona. Niliona mtu kama moto hivi, nimeinama naogopa kuangalia. Na inama hivi siwezi kuangalia. Halafu nikasikia msauti unaniambia usife moyo kwa ajili ya yale yanayokukabili leo. Utiwe nguvu kwa sababu ya mema yajayo. Rudi, kazi yako haijaisha duniani. Nikamwambia yule yuko hapo, ina maana narudi? Akaniambia unarudi. Na akaniambia tuwahi. Mimi nikasema hapana. Anambia tuwahi. Kwa nini? Nikamwambia kwa nini tuwahi? Nina akili kabisa. Kwa nini tuwahi? Kwa nini usinipeleke sehemu mbalimbali? Asema tuwahi. Kwa nini? Kuna watu kule watachukua mwili wako. Watachukua nyumba yako. Nasema mimi siendi. Akaniambia twende. Tukashuka mpaka kwenye chumba. Tukio hilo limetokea saa 10 jioni. Mimi nimekuja kurudishwa kesho yake saa 4 asubuhi. Nikaja kwenye chumba changu, tukaingia, na huyo malaika amenishika mkono. Halafu mwili wangu uko pale kitandani umelazwa pale. Mke wangu anaomba vibaya mno. Njoo kwa jina la Yesu, njoo kwa jina la Yesu, njoo kwa jina la Yesu. Namuuliza mke wangu anamuita nani? Aniambia anakuita wewe uingie kwenye mwili ule. Nikasema mimi siwezi kuingia. Yani hivi ni raha, yani niko kama wewe, yani siwezi kuingia kwenye mwili. Yani ukiwa nje ya mwili ni mtu kabisa. Nje ya mwili kuna kitu kinaitwa spiritual knowledge. Ile understanding ya Biblia ulionayo unakuwa nayo mpaka ukitoka nje ya mwili. Sasa mimi nimekataa kuingia. Sasa malaika akaniambia ingia. Namuuliza niingilie wapi? Maana najiona mimi ni mkubwa sana. Alafu niingilie mdomoni padogo au puani. Yani mimi ni mkubwa, yani niko kama nilivyo, niingilie wapi? Siwezi kuingia. Lakini kama si ni Mungu akanifanyia utaalamu fulani, ujanja fulani. Sasa nikaanza kuwaza, hivi huu mwili ukoje? Nikasogea karibu ili kusudi ni investigate kidogo. Ni nini hiki? Nikagusa kwenye kidole. Nilipogusa tu nikawa kama nimevutwa na umeme. Nikaingia ndani. Nishaingia ndani. Kwa hiyo nikaingia ndani, halafu sijafumbua macho. Halafu anaomba, njoo. Nikafumba macho kwanza. Halafu nikaanza kufikiria, Mungu wangu, nimekuja humu tena. Nimekuja humu tena. Halafu nikafumbua macho, nimenuna vibaya mno. Nimewanunia wale. Nipofumbua macho, haleluya, haleluya, haleluya. Yani nimenuna, nimewakasirikia. Niambia sitaki kuwasemesha. Wananiambia kwa nini? Mbona mnaniita, mmeningangania na njoo. Nawaza mmenirudisha kwenye mambo kama haya. Unaona, na kuonyesha kwamba kuna mtu wa nje na kuna mtu wa ndani ambaye ndio wewe. Siku utakapokufa utashangaa kweli. Nikwambie kitu cha mwisho. Mtu anapotaka kufa mambo yafuatayo yanatokea. Unapotaka kufa, hata hapo ukitaka kufa, kama unanibishia siku kifo utakumbuka. Ndiyo. Ukitaka kufa, mwanadamu ana macho ya nyama na macho ya rohoni. Unapotaka kufa, haya macho yanafumba. Unakuwa unang'ang'ania uyafumbue, lakini yanakataa kufumbua. Ndiyo maana watu wanaokata roho wote unakuta anang'ang'ana kufumbua macho. Macho yamekataa, hayaoni. Anakuwa anang'ang'ana kabisa aone, haoni. Macho mengine yale ya ndani yanafunguka. Yale ya nje yanafunga,
haya ya ndani yanafunguka. Kama ulikuwa hujaokoka, macho ya ndani yakifunguka, unapaona kuzimu pale kabla hujafa. Kuna dakika kadhaa kabla hujafa unapaona pale, na unayaona madudu ya pale. Yule Lazaro akafa, akachukuliwa na malaika. Watu wanapokufa kuna malaika maalum wa kuja kumchukua mtu, kumpeleka mbinguni, na kuna malaika wa giza wanakuja kumchukua mtu kwenda kwenye custody ya waovu, kuzimu. Kwa hiyo macho ya nyama yakifumba, macho ya rohoni yanafumbua. Kabla hujakata roho sawa sawa, unayaona mashetani pale yanakusemesha, tumekupata, njoo hapa. Sasa wewe unasikia sauti, wengine hawasikii. Ndio maana unamuona mtu anaanza kurusha miguu akiwa anakata roho. Kwenye medicine wanasema ameingia kwenye koma. Sio koma. Ameona pale, ameona yale madude pale ya kuzimu pale, anayakatalia. Anakuwa surprised. Yaani nakokwenda ni kwa wale. Anamiona midude na makucha makucha. Midude mingine kichwa kama samaki, yani ya ajabu ajabu. Anaiona. Anaanza sasa kurusha miguu, anang'ang'ana afungue macho, arudi kwenye ulimwengu wa mwili. Anaanza, jamani. Waiko namna hiyo. Na mtu wa Mungu aliyeokoka, vile vile kama umeokoka, unaishi maisha matakatifu na mpenda Yesu, wewe ni mtu wa kuomba. Unapotaka kufa, macho ya nyama haya na wewe yanafumba hivyo hivyo. Unakuna ng'ang'ana ufungue macho, hayafungui, halafu macho ya rohoni yanafunguka. Unapaona pale paradiso pale. Unapaona peponi pale, unapaona pale mbinguni pale, unasikia kupumzika, yani unasikia raha, unasikia nyimbo, unasikia amani. Ndio unamkuta mtu ametulia tu namna hiyo, anasema akishafariki. Ile raha ya pale, yani unatamani uende kule, unasikia nyimbo, unaona malaika watakatifu wanakuja kukuchukua. Ndio maana mtu aliyeokoka vizuri utamwona tu kama amelalala tu kidogo, alafu baadaye hayupo. Hii ni hakika kabisa. Na watu wengine wanafikiri kwamba jehanamu au motoni au kuzimu ni fantasy. Hakuna, ni lili. Ni kitu halisi kabisa ambacho siku moja utakiona. Kwa hiyo mtu ni roho.